Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ninapoongea ninaomba mama yake aje hapa. Mtunza hazina mkuu njoo hapa. Bibi zake wote waje hapa. Na babu zake wote waje hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli sisi tumehemewa kwa furaha kubwa na tuna kila sababu ya kutamka mbaraka. Samahani katibu mkuu, kama utajali kwa ajili ya kamera unaweza kusogelea kidogo maharusi. Okay. na watu wengine pia wakasogea, itakuwa nzuri kwenye picha. Asante sana, tuendelee. Kevi, wewe na amani. Bila shaka. Usije ukasema baba mbona umesogea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa niaba ya ukoo wa Marwa, wachungaji waliomlea, ndugu na marafiki, sisi zawadi yetu tulishaikabidhi, lakini nimewaleta hawa kama viongozi wakubwa wa familia yetu. Na wanawakilisha hawa wote, na nilitamani hawa wawe wa kwanza kumshika mkono kwa kuwapongeza na kuwatakia heri kwa ajili ya maisha yao mapya ya ndoa. Yule aliyoko kulia kabisa ni mtunza hazina mkuu wa kanisa letu la Tanzania Assemblies of God. Kule ofisi kuu wanamuita pacha wangu, baada ya askofu mkuu Daktari Barnabas Mtoka Mbali, anafuata mzee Muhiche, alafu sisi ndo tunakuwa mabega ya kulia na kushoto. Lakini pia nimemwona mwakilishi wa askofu mkuu hapa, mtoto wa kiume mkubwa wa askofu wetu mkuu amemwakilisha baba askofu mkuu. Naomba njoo, uko wapi kijana? Kwa heshima ya baba yako njoo hapa. Ingawa ni kijana mdogo lakini amebeba jina kubwa la baba yake. Na kwa heshima hiyo sisi tunamuona baba yetu mzee Mtoka Mbali. Makofi tafadhali. Yuko hapa. Lakini pia ni mzee Muhiche, ni makamu askofu mkuu wa kanisa letu, na ninamuona binti wa makamu askofu mkuu hapa na mkwe wake. Ninaomba niwasimamishe kwa niaba ya ofisi kuu. Tafadhali njooni hapa. Mimi nimechunga kanisa la Mzumbe nilipoondoka. Hawa ndo walichukua nafasi ya kuchunga kanisa la Chuo Kikuu Mzumbe wakati nimeenda makao makuu. Ninawanyanyua hawa kama vichwa wa familia yetu hii kwa jinsi ya kiroho na kwa jinsi ya kimwili. Sisi zawadi yetu tumeshatoa, lakini ninataka tu watangulie wao kumshika mkono, na Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua anaweza asipate nafasi kabisa kwa sababu ya ratiba ya mahali hapa kusema kitu chochote. Naomba mtunza hazina mkuu wa kanisa letu, watoto hawa wanatamani kusikia kitu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa na mpendwa katibu mkuu, kwanza hongera. Nyumbani kwetu na sisi tuna binti, sijajua ni miaka ipi hiyo. Mungu amekuwezesha wewe, umeona. Sijajua kama mimi nitaona, lakini tumefurahia tendo hili. Biblia inasema, enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na ayala msiyachochee mapenzi mpaka yatakapoona vema kuamka. Mapenzi yameamka kwa wakati wake. Tunawatamkia Bwana akawasaidie, mkapendane tangu sasa. Kevin, usimsahau mke wa ujana wako. Biblia inasema ni paa na ayala, ukamfurahie. Biblia inasema ni kisima chako mwenyewe. Bwana akusaidie ukakitunze, kikakupe maji ya uzima, kikakusaidie katika huduma yako.
na binti mrembo, huyo mume akakufae ukamtunze. Mara zote huwa nawaambia vijana, hakuna mume aliyekamilika na hakuna mwanamke aliyekamilika. Mnakamilishana ili liwe hili neno na mema yawe juu yenu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana katibu mkuu. Familia, endapo mngependa pengine kuwashika mkono, hata wakati mwingine kukwambia mkanywe na soda, unaweza ukafika hapo kaweka ulicho nacho alafu kawashika mkono wa vijana wetu. Karibuni sana familia ya Marwa. Yes, tumekuwa na wakati mzuri kati ya Kelvin pamoja na Rachel ambao wamefunga pingu za maisha, na tumekuwa na tafrija nzuri sana hapa katika ukumbi wa Lion. Na niko na katibu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, mchungaji Joseph Marwa, ambaye leo sijui ataniambia na huzuni au vipi, lakini ni baraka. Binti yake amepata kijana ambaye amemuoa. Ni heshima ambayo ameileta kwa familia. Tunatamani kusikia kidogo kutoka kwa baba, ana lipi la kuzungumzia kuhusiana na jambo hili zuri na la baraka ambalo limefanyika siku hii ya leo. Baba, shikamo. Marahaba. Bwana asifiwe sana. Kwa kweli tumemwona Bwana. Mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, maana si kwa uweza wala kwa nguvu. Ni kwa msaada wake Mungu ametupa binti aliyetuheshimu, aliyeliheshimu kanisa na aliyemheshimu Mungu. Tumeshuhudia watu wakitoka maeneo mbalimbali Tanzania, na kwa kweli tunamtukuza Mungu kwa ajili ya furaha hii ambayo ni sehemu pia ya furaha yao. Na tunawatakia kila laheri, maisha yenye fanaka na baraka, na kila baraka inayotoka kwa Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Ndoa za siku hizi baba zimekuwa na changamoto nyingi sana. Wewe kama baba mzazi, lakini pia kama mtumishi wa kiroho, mchungaji, una neno lipi la kuzungumza kwa vijana hawa ambao wanaenda kutengeneza historia ya maisha ya ndoa yao, ili wao nao wawe mfano, wasiwe sehemu ya zile ndoa zinazozungumzwa kwamba ni ndoa ambazo zimekuwa na mazungumzo ambayo sio mazuri? Kwa kweli maisha ya kumcha Mungu ndio jawabu la kila kitu. Mtu akitoa maisha yake kumheshimu Mungu, mambo mengine yote yanakuja katika mstari. Na kwa kweli mimi ninawatakia kila laheri. Wamekuwa na maisha ya kumpenda Mungu katika ujana wao, na nimemwona Rachel akiishi maisha ya mfano na kielelezo nyumbani. Ninaamini itakuwa hivyo na katika ndoa yake. Mimi ninawabariki na watakia kila laheri. Lakini kumekuwa na mkusanyiko wa watu wengi, wachungaji, lakini pia na watu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali wamefika hapa. Pengine una neno gani la kuzungumza kwao? Unajua watu wengi wamekuwa wakinena maneno magumu juu ya watoto wa wachungaji. Lakini sio hivyo tu, kuna baadhi ya watoto wa wachungaji wamepata changamoto za wakati wa kufanya maamuzi. Lakini kwa kuwa watoto wetu hawa wamepata neema ya kumheshimu Mungu, niwaambie tu wazazi, tuwatie moyo watoto hata wakati wanapokuwa wana changamoto za kufanya maamuzi. Maana bado hatima ya maisha yao iko mikononi mwa Mungu. Tusiwakatie tamaa. Malezi si akili ya mtu pekee, yanahitaji pia msaada wa Mungu. Na wala sisemi hivi kama najisifu, bali namshukuru Mungu na ninawatakia baraka zote watoto wa watumishi. Nawe wafikie hatua ya kuwa na ndoa zao nzuri, na hata walio na ndoa zao basi wawe naendelee kuwa na ndoa nzuri. Mimi ninawabariki na kuwatakia baraka zote za kimungu. Amen. Asante baba, Mungu akubariki. Asante sana. Amen.